Mnaweza keti chini. Viongozi wote wenzangu, ndugu zangu watu wa Nyeri wana UDA. Harambee. Tunasema UDA kwanza, tutamingoje baadaye kidogo. Harambee. Harambee. UDA. 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 Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Hey. Agosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono, msalimie watu wa Nyeri. Hamjambo, 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 hamjambo. Basi Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo si leo. Ni Nyeri si Nyeri. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu sana kwa kutupatia nafasi tufike hapa Nyeri siku ya leo. Leo hapa Nyeri niko na mambo matatu nataka niwaambie. Nafikiri 3.5. Mambo 3.5. Sawa sawa. Mimi kwanza hapa nimekuja mbali na kuwashukuru kwa kura zenu, kwa kunipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Nimekuja hapa kuwapatia report card ya ile kazi mlinipatia nifanye. Si ndio? Si tulikuwa na maagano ya kwamba kuna kazi lazima ifanyike Kenya hii? Mimi nimekuja hapa na report card ya hiyo kazi. Kwa sababu ukimtuma mtu kazi, lazima akurudishie report kusema hiyo kazi ulimpatia amefikisha wapi. Si namna hiyo? Jambo la pili, mimi nimekuja hapa ili tukubaliane kwa hiyo report card mambo ya Nyeri imefika wapi katika hiyo report card. Na jambo la tatu ni waeleze ni vipi tutaenda mbele pamoja kama Wakenya. Alafu hiyo nusu nitaeleza. Sawa sawa? So jambo la kwanza, mimi nimesema shukurani sana kwa sababu mlinipa nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na sio nafasi ya kawaida mtu kupata kuwa kiongozi wa taifa. Na hiyo kazi mlinipatia, tulikuwa na maagano ya kwamba mimi nikiwa rais, kuna mambo kadhaa tutashughulika nayo ndio hii Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Na kwanza kabla hata sijasema report card yangu, mimi nataka niwapongeze. Hapa tuko na viongozi wa mashinani. Pongezi kwa kuchaguliwa, pongezi wana UDA watu wa Nyeri County. Chama ya UDA sasa tumechagua viongozi wa mashinani 1580. 580,000 katika uchaguzi ambayo ya Jumamosi. Wakenya 2,000,000 wanachama wa UDA walijitokeza kwenda kupiga kura. Na kwa hiyo uchaguzi 56% walichaguliwa wanaume, 44% walichaguliwa kina mama. In the elections of 10th. Mimi nataka niseme ya kwamba chama ya UDA ni chama ambayo inaelewa mambo ya balance. Katika taifa letu la Kenya lazima tuwajumuishe wanachama wote. Nyinyi kama wanachama sasa wa UDA katika polling station committee, na nitakutana na hawa polling station committees wote wa taifa letu la Kenya. Nimeanza hapa Nyeri, nitaenda kila county ndio tukubaliane yale mambo yamefanyika, yale yanafanyika na yale tutafanya. Mnanielewa jameni? Sasa report card yangu. Nyinyi mlinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya. Na ninataka kuambia mambo 5 ya kwanza ya muhimu ambayo
tumefanya pamoja na nyinyi kwa usaidizi wenu na kwa kura zenu na kwa maombi yenu. Ya kwanza, uchumi wa Kenya. Nyinyi mnaelewa 2022 Kenya ilikuwa kati ya nchi 6 katika bara letu la Afrika ambayo ilikuwa imesemekana watashindwa na kulipa madeni yao. 6 countries. One of them was Kenya. Kwa sababu tulikuwa na the largest debt in south of the Sahara in Kenya. Lakini wakati mlinipatia nafasi, mimi nimeenda ofisini, nimeketi chini, nimetafuta economic committee, tumeketi chini, tumesema hapana, lazima tuondoe vitu ambayo haitusaidii kwenda mbele. Subsidies zingine ambazo zilikuwa hazina maana tukaondoa. Mambo mengine ambayo haikuwa anasonga mbele tukasimamisha. Mimi nasimama mbele yenu watu wa Nyeri. 2022 inflation katika taifa letu la Kenya ilikuwa 9.6%. Dola kupatikana Kenya hii ilikuwa ni adimu. Tulikuwa na pesa ya kigeni only $7 billion. Exchange rate ya Kenya ilikuwa inaelekea 165. Mama hapa mbele yenu nikiwa Nyeri, nyinyi ni watu ambao mmesoma. Inflation ya Kenya imetoka 9.6%, tumeteremsha chini mpaka 4.5%. Dola ambayo ilikuwa imefika 167, leo dola ni 129 na inazidi na kuteremka chini. Pesa za kigeni ambazo tuko nayo Central Bank, muulize governor wangu anaitwa Kamau Thuge. Leo dola ambayo ilikuwa $7 billion, leo tuko na $12.3 billion. The highest in independent Kenya. Tangu tupate uhuru, we have never had dollar reserves in the region of 12.3 billion US dollars. Nyinyi mnanielewa? That is the reality. Na ni kwa sababu mulinipatia kazi, mkaniambia panga uchumi ya Kenya. Kwa sababu tusipopanga uchumi ya Kenya, tutasambaratika kama zile nchi zingine ambazo zimerudi nyuma. Hiyo ilikuwa ni kazi yangu ya kwanza. And I am very proud today. Report ya IMF ya mwaka wa 2025 imesema uchumi ya Kenya sasa overtake uchumi ya Ethiopia, overtake uchumi ya Angola. Sasa Kenya iko na uchumi, the 6th largest economy in Africa. Nyinyi mnanielewa marafiki zangu? Sio Ruto amesema, sio serikali ya Kenya imesema, International Monetary Fund ndio inasema. Kazi ya pili muliniambia ninyoroshe mambo ya kilimo. Ni kweli ama si kweli? Pale kwa kilimo, mambo ya mbolea pamoja na makatels na wengine ilikuwa imefika shilingi 6,000, 7,000. Pale kwa kilimo, kahawa yetu ilikuwa na wakora wengi. Bei ya kahawa ilikuwa shilingi 60 kwa kilo moja, shilingi 70 ukijaribu. Pale kwa kilimo tulikuwa na matatizo na maneno ya sukari. Pale kwa kilimo bei ya unga ilikuwa imefika 250. Ni kweli ama si kweli? Nikaenda ofisini, mimi niliwaahidi ya kwamba nitashughulikia mambo ya kilimo, kwa sababu Mheshimiwa Mwai Kibaki alinipatia nafasi kidogo ya kuwa waziri wake wa kilimo na ninaye Nyeri. Bei ya mbolea tulitoa 6,000, sasa ni 2,500. Brokers ambao walikuwa wanatusumbua kwa sekta ya kahawa, mtu mmoja alikuwa na leseni 4. Yeye ni mkulima, yeye ni broker, yeye ni mila, na yeye ndiye ananunua kahawa pale Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja ako na leseni 4. Tukasema hapana, huwezi kuwa na leseni, kila mtu atakuwa na leseni moja.
Leo nasimama hapa Nyeri, kama kuna wakulima wa kahawa hapa Nyeri watadhibitisha. Ile bei ya kahawa ilikuwa shilingi 60-70, leo ni 120, 130, 140, kule Embu imefika hata 140. Ni kweli ama si kweli? Yes. Bado tu niko na kidogo, bado kuna wajeuri kidogo wako pale, na nitawashughulikia. Yes, nitawashughulikia mpaka hiyo sekta yote tunyoroshe ikae sawa sawa. Wale wa miwa kule mahali tunatoa sukari, Kenya ilikuwa inaagiza sukari for 40 years. Factories ya huko ilikuwa inatusumbua. Tunaweka pesa ya serikali kila mwaka, tunaweka bilioni 1 kwenda kulipa wakulima, kwenda kulipa wafanyikazi, bilioni 1 kwenda kulipa wakulima, kwenda kulipa wafanyikazi. Hiyo kahawa, hiyo sukari sasa tumenyorosha. Mimi nimeenda nikafukuza wakora wote walikuwa huko. Mulinisikia nikiwa Kakamega siku moja. Niliwaambia wale wakora walikuwa wajeuri sana. Ati wao ndio kusema, huyu ndio kutoa leseni, huyu ndio kusema, ule ndio kusema. Mimi nikaenda nikawaambia mambo ni mangapi? Mambo ni matatu. Si ndio? Either utaenda jela, ama uhame Kenya, ama si ndio? Sasa nyinyi mngetaka nifanye nini? Kama watu wamekuwa wajeuri, wananyanyasa wakulima. Sasa mimi nataka niwaulize, ati tunatumia pesa ya serikali, tunaenda kulipa mkulima ambaye hakutuletea miwa yake. Miwa ilipelekwa kwa kampuni ikauzwa, mkulima hakulipwa, mfanyikazi ya hiyo kampuni hakulipwa. Nikawaambia hapana. Leo mimi nasimama hapa, watu wa Western Kenya wale ambao wanakuza sukari watawaambia, leo tumeongeza 500,000. Mwaka uliopita tulifikisha 815,000 metric tons. Mkulima wa miwa leo analipwa every 7 days, na sio na serikali na kampuni. Wafanyikazi wa makampuni wanalipwa watu yao. Leo tunapata pesa kutoka hizo kampuni za serikali, hatuweki pesa ya serikali. Na mimi nataka niwahakikishie Wakenya, tukienda vile tunaenda, tayari tumetoa leseni 5 ya kampuni mpya ya sukari. And in the next 3 years, Kenya will be a net exporter of sugar. Hatutakuwa tunaagiza sukari tena kutoka sijui Mauritius, sijui wapi kutumia pesa zetu. Tutakuwa tunauza miwa, tutakuwa tunauza sukari nje ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Hiyo sehemu nyingine ya kahawa, ya chai, mapato yetu ya chai imeongezeka from 140 billion Kenya shillings last year, we got 215 billion Kenya shillings. Hiyo sehemu yote ya kahawa na chai na miwa na mahindi, leo I can confirm to you, this year mavuno yetu ya 2025 ya mahindi imetoka from 44 million bags. 2025 tulipata 75 million bags of maize. Neguo, mnanielewa? Mambo ya kilimo, Mutahi Kagwe ambaye sasa ni waziri wangu wa kilimo, nishampanga vizuri. Wakulima wafugaji, ile sexed semen, wakulima wa maziwa, wafugaji wa ng'ombe ya maziwa, sexed semen ilikuwa shilingi 8,000. Sasa nimepunguza bei ya sexed semen, imekuja 1,000 from 8,000. Hata ukiongeza ya fundi hapo mtu daktari inakuja 1,400, 1,500. Uko na mbegu ambayo itahakikisha kwamba uko na ng'ombe ya maziwa. That is the transformation tumefanya kwa mambo ya ukulima. Na tunafanya hivyo kwa mpango. Kazi yetu ya kwanza tulifanya ni kuwasajili wakulima. Unajua pale nyuma
tulikuwa hatuna orodha ya wakulima. Leo katika Kenya tuko na orodha ya wakulima 7.2 million farmers. Na tunajua miwa tunawajua, wa mahindi tunawajua. Na fertilizer leo inapatianwa on a digital platform, so that tusipatie mtu ambaye hana shamba tumpatie mbolea yetu aende afanyie biashara. So we have straightened that section. Kazi ya tatu muliniambia niende ninyoroshe mambo ya elimu. Ni kweli ama si kweli? Pale 2022 tulikuwa na matatizo makubwa sana ya mambo ya elimu. Number 1, CBC ilikuwa inasumbua wakulima, wazazi. Wazazi walikuwa wanasema hii CBC inatusumbua. Watoto wanakuja nyumbani wanasema tufanye homework, wanatuambia tutengeneze gari, wanasema sijui nunua box, sijui fanya nini. Hapo katikati walimu tulikuwa na shortage ya walimu 116,000. Shortage ya walimu. Universities zetu 21 universities were insolvent. Hawalipi mshahara, hawalipi taxes, hawalipi suppliers. 21 universities karibu zinafungwa. Wakati niliingia ofisi, kazi yangu ya kwanza nika-appoint Presidential Working Party ya watu karibu 80. Wakazunguka, wakatupatia report. Leo nasimama hapa Nyeri, as I speak to Kenya from Nyeri. Leo ile pengo ya walimu 1116, in 3 years tumeajiri walimu kufikia mwezi huu wa Januari. Tumeajiri walimu 100,000. 100,000 teachers. Hapa kama kuna kiongozi wa NAT, kama kuna kiongozi wa KUPPET, watawaeleza this week and last week tumeajiri walimu 24,000 Kenya. Mimi nataka niwaeleze watu wa Nyeri, kwa sababu lazima tuambiane ukweli saa zingine, si ndio? Kawaida serikali inakuwa inaajiri walimu 5,000 kila mwaka. 5,000 teachers every year, si ndio? In 3 years tungekuwa tumeajiri, kama tungekuwa tunaajiri kawaida, tungekuwa tumeajiri walimu 15,000. But we have hired 100,000 teachers. Na mimi nataka niwaeleze, next year kufikia Januari nitakuwa nimeajiri. Na mimi nafanya hivyo, tumeongeza pesa ambayo inaenda kwa elimu kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700. Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Kila mtoto wa Kenya lazima apate nafasi ya kusoma. Kwa mambo ya elimu tumeajiri walimu 100,000. Tumejenga madarasa 23,000. Hao wabunge ni mashahidi wangu. Hao wabunge tunashirikiana pamoja na wao kupitia kwa CDF na kupitia kwa pesa ya serikali. Tumeweka funding model mpya. Pale nyuma watoto wa kutoka nyumba maskini walikuwa hawapati nafasi, pale university wanahangaika. Leo tumesema kufikia kwa new funding model, mtoto wa kutoka nyumba maskini wanapatiwa 90% loan na scholarship ya serikali. Ndio kusipatikane mtoto amekosa kwenda shule kwa sababu mzazi wake ni maskini ama hana uwezo. Nyeri, mnanielewa? We now have a new student funding model that is based on merit and that is based on equity. Ndio sababu hiyo sekta sasa ya elimu, hawa walimu watawaambia, tumenegotiate na walimu collective bargaining agreement. Hakutakuwa na maandamano ya walimu wetu ati kwa sababu ya mishahara yao. Na tumetatua matatizo ya walimu for the next 3 years. We have signed an agreement with the teachers
because we want to make our teachers stay in class, sio barabarani wakitafuta haki yao. Mnanielewa ndugu zangu watu wa Nyeri? Kazi ya ine mulinipatia, muliniambia niende ninyoroshe maneno ya matibabu. Hapo nyuma matibabu ilikuwa inapatikana kwa wale watu wako na uwezo. NHIF ilikuwa lazima ukuwe na kazi, ukuwe na pesa, ukuwe na uwezo. Na niliwaeleza ya kwamba tutarekebisha. Wakati niliomba kura zenu, niliwaambia tutarekebisha bima ya afya, ili bima ya afya iweze kushughulikia Wakenya wote, kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema health is not a privilege for those who can afford. It is a... Tukabadilisha NHIF, tukasema tunataka tusajili kila Mkenya. Kila Mkenya aweze kwenda hospitali, atibiwe na asihangaishwe na kulipa bill ya hospitali. NHIF ilikuwa na Wakenya milioni 8. Nikiongea na nyinyi kufikia asubuhi ya leo, Wakenya milioni 28.7 wamejiandikisha kwa SHA. From 8 million Kenyans, we now have 28.7 million Kenyans registered in SHA. Na tumesema kwa hiyo SHA, shida tulikuwa nayo pale mbeleni, watu walikuwa wanafanya harambee ya kusomesha watoto. Tukaweka mambo ya rais wa kwanza, wa tatu akatusaidia, tukaenda maneno ya free primary education. Si namna hiyo? Ikawa sasa shida kubwa ya Wakenya ni bili ya hospitali. Tunafanya harambee kijiji hii, tunafanya harambee kijiji ile, tunafanya upande hii, wale wanauza shamba, mwingine anauza mifugo yake, mwingine anauza nini, inatuletea umaskini. Nikisimama hapa leo, harambee ya hospitali imeanza kupungua kwenda chini. Ni kweli ama si kweli? Tuambiane ukweli. Si ni kweli? Leo kupitia kwa SHA, mwananchi mdogo, mtu ambaye hana kazi, anaweza kwenda hospitalini. Umesikia kijiji fulani SHA imelipa 1,100. Kijiji fulani SHA imelipa 50,000. Kijiji hiyo ingine 300,000. Kijiji ile ingine 500,000. Kijiji ile ingine 1 million. Mambo ambayo hayakukuweko. Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Yes. And I stand here to say, na hiyo ni mwaka moja peke yake ndio tumeendesha mambo ya SHA. Mkinipatia tu nafasi kidogo, 2-3 years, nitanyorosha, itatembea kama risasi. Watu wa Nyeri tunaelewana jameni? Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya tena ataenda hospitali atibiwe, ati alafu auze shamba yake ama auze mfugo yake ama afanyiwe harambee. Tunataka bima ya afya inayosimamia na serikali ilipe gharama ya kila Mkenya akienda hospitalini. Ninyi mnanielewa jameni? Ndio tumeweka mpango ya SHA. Hapa Nyeri, watu wa Nyeri kwanza, nyinyi mko mbele sana. Kwa Kenya mzima, nyinyi ni county number 5 kwa kujisajili kwa SHA kwa Kenya mzima. 66%. When I was here last week, nilikuwa hapa last week, si ndio? Last week ilikuwa 64%. This morning nilikuwa naangalia imefika 66.2%. Watu wa Nyeri waliojisajili ni 570,000 people in Nyeri County out of 960,000. Imebaki tu watu kiasi wajisajili, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya tena anahangaika, anauza mali yake, anauza ng'ombe zake,
ati kwa mambo ya kulipa bili ya hospitali. Tunataka bili ya hospitali ilipwe na program ya bima ya afya ya SHA ambayo inashughulikia Wakenya wote. Ni mnanielewa jameni, watu wa Nyeri? Hiyo ni kazi ya 4 mlinipatia. Si lazima niwapatie report? Kwani mtu anachaguliwa kwenda kung'ethia ama kwenda kufanya kazi? Mtu anachaguliwa kwenda afanye kazi, si ndio? Si mnasikia wale wanapingana na mimi wanasema hakuna kazi hii mtu anafanya, si ndio? Yes. Jambo la 5 mliniambia nifanye. Mliniambia nipange ajira ya vijana wa Kenya. Kwa sababu katika maboma yetu tuko na watoto wamesoma, huyu amemaliza form 4, ule mwingine amemaliza college, ule mwingine amemaliza university, shida hakuna kazi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikaketi chini na serikali yetu ikapanga, kwa sababu mliniwekea kwenye manifesto, tuko na nafasi mara 4 ya kupanga ajira ya vijana wetu. Na ndio mimi nasimama hapa kuambia vijana wa Nyeri, hasa nyinyi viongozi wa UDA, muwaeleze vijana wetu mahali nafasi ya ajira iko, ndio waweze kwenda kutafuta hiyo nafasi, kwa sababu hakuna nafasi itakuja kukutafuta nyumbani. Lazima ujitume. Lazima ufanye nini? Yes. Nafasi ya kwanza, mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na program ya affordable housing. Watu wakasema, nani alikuambia tunahitaji manyumba? Kila mtu wako na nyumba yake, kila mtu atajengea nyumba yake, wewe wachana na hiyo story. Lakini shida, sisi wote tunajua, watu wa vyama vyote wanajua, kuna nafasi ya katika program ya housing. One, program ya housing inatusaidia tupunguze kukatwa kwa shamba kwa mambo ya makazi. Program ya pili inatusaidia kuondoa slums na kuweka dignity kwa Wakenya. Program ya 4 inatupatia nafasi ya kupanga ajira. Sikizeni ndugu zangu watu wa Nyeri. Katika program ya housing, kitu ya muhimu mbali na kujenga manyumba ni kupanga ajira ya vijana. Nikiongea na nyinyi saa hizi, ukienda Nyeri utakuta vijana 1000 wako kazini. Ni kweli ama si kweli? Engineer, architect, plumber, electrician, carpenter, mason. Hawa vijana wote tunawasomesha katika university ama katika technical training college ama katika polytechnic. Kazi yao iko pale kwa mjengo. Umesikia watu wengi wanasema huyu Ruto anatuambia ati vijana waende wafanye kazi kwa mjengo. Mbona asipeleke watoto yake kufanya kazi kwa mjengo? Mimi nataka niwaulize, engineer kazi yake iko wapi? Architect anachora hewa ama anachora mjengo? Electrician anafanyia kazi yake wapi? Carpenter anafanyia kazi yake wapi? Sasa mtu amesomea kazi ya mjengo, unataka afanye kazi wapi? Sijui kama tunaelewana. There is no other place. So we are giving decent. Engineer amesomea, quantity surveyor amesomea, electrician amesomea, na hiyo kazi amesomea iko pale kwa mjengo. Leo nikiongea na nyinyi watu wa Nyeri, tuko na vijana 500,000, 500,000 watu ambao hawakuwa kazini 2022, hawakuwa kazini 2023. Leo 2026 vijana 500,000 wanafanya kazi katika program yetu ya affordable housing. Wanatujengea affordable housing, vijana wengine wanatujengea masoko, vijana wengine wanatujengea hostels ya vijana. Kazi hiyo inaendelea. Na nchi zote duniani, let me tell you, nchi ambazo ziko naendeshwa na watu wenye wako na akili, wana invest in public infrastructure kama nafasi ya kupanga ajira. Nyinyi mnanielewa? So 500,000, wakati niliwaeleza ya kwamba tutafanya program ya housing,
Na hii program ya housing ilikuweko. National Housing Corporation ilitengenezwa 1963. Na hakuna kazi ingine ya kufanya National Housing Corporation, si ni kujenga manyumba. Na hiyo National Housing Corporation tulianzisha. Wakati mimi nasema mambo ya Singapore, watu wanaona kama ni mzaha. Mimi, rais ama prime minister wa Singapore, alinitembelea, nilimwalika 2023. Nikamwalika akakuja Kenya. Nikaketi chini na yeye. Nikamwambia, mheshimiwa, Singapore na Kenya walikuwa karibu sawa 1963. In fact, let me tell you, Singapore was a slum kama Kibera. Kwa wale ambao mnafuatilia historia, Singapore was a slum worse than Kibera. Watu walikuwa wanapiga pombe hapo, wanachunga nguruwe, mwingine analisha kuku, nini hapo kwa kona. Pombe hapa Singapore. Ukiona mapicha ya Singapore ya 1963. Leo nchi ya Singapore is in the first world. 97% ya wananchi wa Singapore are home owners. Hapa Kenya, mahali tulikuwa sawa na wao kwa ujenzi wa manyumba, hapa Kenya watu milioni 7 bado wanaishi kwa slums. Home owners ni watu wachache. Slum ya Kibera ndio hiyo bado iko. Nyinyi mnanielewa? Na hakuna miujiza wamefanya, ni kupanga wamepanga. Ndio Waswahili wakasema ukiona vyaelea, kuna watu wameketi chini wakaunda. Nyinyi mnanielewa? Nikaketi chini na yeye, akaniambia, bwana rais, unajua Singapore, wakati tulianza mambo ya affordable housing, hata watu tulikuwa tunawalazimisha. Mtu wako na nguruwe yake na mfuko yake hapo ya pombe, tunamwambia nyumba yako iko ghorofa ya 26. Sasa anaanza kushangaa, sasa hii ghorofa lift, nitaweka nguruwe, nitaweka hii pombe ama nitafanya nini? Today that country has changed. Na mimi nataka niwaeleze, hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tutabadilisha. Tutabadilisha. Nyinyi mumeona, sio kwa sinema, nyinyi mumeona live lika. Pale Mukuru ilikuwa slum. Leo tumejenga ghorofa 19 Mukuru. Muliona nikipatiana manyumba. Na sio Nairobi peke yake, hapa Nyeri tuko na Blue Valley. Hapa nimekuja kuanzisha last week. Hizo manyumba mnaona hapa kwa runinga. Hizi manyumba yote, hii manyumba yote. Leo nawaeleza ndugu zangu wa Kenya, watu wa Nyeri, nyumba tunajenga Kenya ni nyumba 1240 kufikia leo, zikiwemo nyumba ya Nyeri hapa. Na hii ni kazi ya miaka miwili. Wakati nilikuwa nasema jameni twende hii barabara. Na shida, unajua shida ya Kenya kubwa ni kwamba sisi viongozi tuko na unafiki kubwa sana. Tunakuja tunawaambia wananchi hii, tukifika pale tunaenda kupinduka. Mimi niwaeleze, manifesto ya Kenya Kwanza, manifesto ya UDA ilikuwa na housing. Manifesto ya Azimio, wale tulishindana na wao, ilikuwa na nini? Ilikuwa na housing. Lakini siku ya implementation, hapo ndio kizungumkuti iko. Na mimi nimeeleza wa Kenya, nyinyi mnajua tulikuwa chama ya Jubilee, si ni kweli? Tukiongozwa na Uhuru Kenyatta. Na mimi na Uhuru Kenyatta tulikubaliana, hii program ya housing wacha tufanye. Kwa sababu nchi zingine zinafanya, zimefaulu. 2016 tukapanga manifesto. Nyinyi watu wa Nyeri mulikuwa na sisi Jubilee. Ni kweli ama si kweli? Manifesto ya Jubilee Big 4 moja yao ilikuwa housing.
kwa ile big four ya Jubilee. Si ni kweli? Sisi tukaenda tukapitisha sheria na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, tukapanga maneno yote, tukaenda tukatengeneza levy, tukapeleka bunge, ikapitishwa. Siku ya implementation kizaazaa ikatokea, kelele, nduru, hii hapana, levy hapana. Wakati makelele ilikuwa mingi, rafiki yangu Uhuru Kenyatta akaniita, William, hebu kuja. Kaenda nikaketi, akaniambia, wewe si wewe uko na nyumba? Nikamwambia niko na nyumba rais. Sasa hii housing hii, si hao watu ndio tunataka tuwajengee manyumba? Ndio. Si kelele ndio hii kelele tunapigiwa ni ya nini? Kama hao watu hawataki hii manyumba, waje wakwende. Nyinyi mnanielewa? 2017 baada ya uchaguzi 2018, kwanza rafiki yangu Uhuru ndiye aliniambia twende tutafute, niko na mtu mzuri sana anaitwa Hinga Charles Mwaura, ako South Africa, wacha twende tumlete akuja atusaidie na hii program ya housing. Tukaenda tukatafuta Mwaura huyo, tukamlete, akakuja tukamfanya PS wetu wa housing. Lakini wakati kiliumana, Uhuru akaniambia wachana na hii kitu, housing ikazama. Lakini hata baada ya kuzama, tukaweka manifesto tena 2022. Wale watu ya Azimio wakaweka manifesto 2022. Lakini siku ya implementation, huyu mtu Zakayo, hapo ndio nikakuwa Kasongo na nikakuwa Zakayo. Nyinyi mnanielewa? Lakini niwaulize, manyumba mmeziona? Vijana wako kazini? Si Kenya inabadilika? Na hii ni kazi tu. Hii ni kazi ya miaka miwili. Let me tell you, hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu, in 5 years, in 10 years, in 15 years, in 20 years, Kenya hii hamutaitambua tena. It will be different. We are going to change this country. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyeri, kama tungeanzisha hii program 20-30 years ago, Kenya hii would be very, very different. So mimi na wakati tulikuwa tunafanya hii program, watu wengi wanasema hapana, hii ni pesa tu, watu wanataka kuiba. Huyu Ruto anataka kuuza simiti. Huyu Ruto anataka kuuza sijui chuma. Sasa mimi niko na chuma na simiti ya kuuza, ya kupeleka wapi? Hawa vijana wote, hii manyumba yote utauza simiti kila mahali. Nyinyi mnanielewa? Nego kana tigo. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Ndio mimi nasimama mbele yenu bila ya uoga wowote to tell you that we are moving forward. I am very... Mimi, my friends, watu wa Nyeri, ile kura mulinipigia sijawaangusha, and I will not. Siwezi kuangusha. Siwezi kuangusha. Kwa sababu kazi mulinipatia ni ya kubadilisha Kenya. Na hii Kenya itabadilika. Tukafanya hiyo kazi, affordable housing inaendelea. Saa hizi masoko tunajenga. Kupitia kwa hiyo tu hazina ya housing levy, tunajenga masoko. Hapa Nyeri tunajenga soko 15 mpya. Nilikuja kufungua soko ya Madira last week. Soko ya hapo Karatina town mumeiona? Tunaambiwa it does not exist. Muliona? Si tulikuwa hapo pamoja na nyinyi? Muliiguza? Iko pale ama iko pale? Nilihama naye ama bado iko hapo? Na sio hiyo peke yake, hata hiyo soko ya mtumba ya hapo watu ya Karatina, hiyo soko ya mtumba mimi nakuja kujenga. Na soko zingine 15 hapa Nyeri. Na soko 450 tunajenga Kenya mzima. Kwa sababu tumesema tunataka soko mahali mazao yetu ya shambani tukizileta kuwe na mahali ya storage, kule mahali ya cold room ndio isiharibike, kuwe na mahali ya kuuza, kuwe na mahali iko na maji,
iko na stima, iko na usafi, iko na choo mzuri, watu hawauzi kwa vumbi, watu hawauzi kwa matope, tuwe na hygiene, Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa Nyeri mnanielewa? Yes. And I say so proudly because we are transforming this nation. Na hii ni kazi tu ya miaka 3. Na miaka 3 ya makelele na maandamano na nini, lakini tunasonga. Hiyo ni nafasi yetu ya kwanza. Nafasi ya pili niliwaambia ya kupanga ajira. Ni nafasi ya business process outsourcing, digital jobs. Tukasema ya kwamba Wakenya ni watu wa bidii, wafanyikazi wa bidii. Na tukaweka mpango ya kwamba tuwe na kazi katika mitandao yetu. Pale kwa digital jobs, hawa wabunge wako na pesa ya kuanzisha ICT hub katika kila ward ya Kenya. Tumeweka Jitume centers. Kila TVET, kila college tumeweka ICT hub. Nikiongea na nyinyi leo, tuko na vijana 1,300 wanafanya kazi kwa mitandao. Kampuni za nje wakifanya kazi wakiwa hapa Kenya. Nilienda juzi, mbunge wa Ruiru yuko hapa, King'ara, you're there. Tulienda pale kwa CCI na huyu mungwana. Wanafanya kazi kwa hiyo building, wanafanya kazi kampuni iko nje, wanafanyia hapo Ruiru, wanaenda nyumbani. That is what we are talking about. Na ni kupanga, tumepanga kuhakikisha kwamba, kwa sababu mliniambia tuko na vijana wengi, lazima tuwapange na ajira. Na hatutaki ifanyike Ruiru peke yake. Tunataka wewe wa Mumbi ward hapa, kila ward weka ICT hub. Kazi yangu nitaweka stima, wewe jenga, nitaweka stima, nitaweka internet, nitaleta mwalimu wa kufundisha. Hawa vijana kila ward tutafute vijana 200-300 tuwaweke kwa hii ICT hub, wafanye kazi Marekani wakiwa hapa Madira. Ni mnanielewa jameni? Yes. Nafasi ya 3 ya kupanga mambo ya ajira ya vijana wetu. Kwa sababu hakuna kazi itapatikana isipopangiwa. Hakuna kazi itapatikana tu hivi. Nafasi ya 3 tukasema tuko na Wakenya wengi wamesoma, wanaongea Kiingereza kizuri, wako na skills. Na kunahitajika nafasi ya kazi ama kumepatikana nafasi ya kazi kwa nchi zingine duniani. Kuna nchi watu wao wamekuwa wazee wengi. Ukienda Marekani watu wengi ni wazee. Ukienda Ujerumani watu wengi wamezeeka. Ukienda Ufaransa watu wengi wamezeeka. Tukasema hao waliozeeka kwa sababu hawana vijana wa kufanya kazi na kuna vijana Kenya, wacha wale vijana wako tayari kwenda kufanya kazi nje tuwapangie. Mimi nilienda nikasafisha ile ilikuwa inaitwa National Employment Authority. Kulikuwa na ukora mwingi. Tukanyorosha, tukafukuza wale walikuwa employment agencies, walikuwa ni wezi, wananyang'anya watu pesa, wanadanganya watu, sijui utaenda kufanya kazi hapa na kumbe hakuna kazi, utaenda huko, hakuna huko. Tumenyorosha, hata tulifuta leseni ya kampuni karibu 1,000 ya wale walikuwa wanaibia Wakenya pesa. Leo tumenyorosha hiyo National Employment Authority. Ukitaka kwenda ng'ambo leo, ile passport ukishapata kazi nje, passport watu walikuwa wanangojea miezi 3, miezi 6. Leo passport inapatikana kwa siku 3. If you want to go and work outside Kenya. Bora uko na kazi na barua ya ajira, tunakupatia passport in 3 days. Kama huna tikiti ya kuanzia serikali ya Kenya kupitia kwa National Youth Enterprise Fund, tunakupatia pesa. Tumeambia hawa viongozi wa bunge, kama kuna kijana wa Madira amepata nafasi ya kufanya kazi Marekani, alipiwe tikiti na Uwezo Fund. Aende ng'ambo, atalipa hiyo pesa ya Uwezo Fund. Sikizeni watu wa Nyeri. Mimi nasimama mbele yenu
kama rais wa Kenya, leo in the last 3 years vijana 530,000. Wangapi? 530,000 wanafanya kazi nje ya Kenya. Let me repeat. Najua tuko na watu wengi imani yao ni kidogo. Outside Kenya, mimi nilikuwa Qatar December. Vijana wanaofanya kazi Qatar walikuja kuniona, nikakula dinner na wao. In the last 3 years, vijana 15,000 wametoka Kenya, wameenda nchi moja ya Qatar. 15,000. Nyinyi mnanielewa? Mwingine bata ananitukana kwa mtandao hapa, wengine wameenda kupata ajira. You know, you have to choose what you want to do. Tunaelewana? Si tulisema wera ni wera? Tulisema wera ni wera. Ikipatikana kwa mjengo, tunafanya. Ikipatikana kwa mtandao, tunafanya. Ikipatikana nje ya Kenya, tunafanya. Ama tulikubaliana namna gani? Ama nyinyi mlikuwa mnafikiri tukisema kazi ni kazi, mlikuwa mnafikiri ni kazi gani? Sio ndio tulikuwa tumesema? Yes. So, as I talk to you today, I proudly stand on this podium. Kila wiki vijana 300, 400 wanaondoka Kenya. Every week in the Republic of Kenya. Wanaenda kufanya kazi nje, wanatumia pesa. Ile pesa tunapata, ile inaitwa diaspora remittance. In the last 3 years, imeongezeka from $4 billion this year, $5.2 billion. In fact, pesa tunapata kwa wale wa Kenya wanafanya nje ya Kenya imezidi pesa ile tunapata kwa kahawa, ile tunapata kwa kuuza chai, ile tunapata kwa hiyo vitu vingine. Kenyans working outside. And that is why I have made it my business to make sure that any opportunity ambayo inapatikana nje ya Kenya, nchi ya Philippines, it has grown its economy using their diaspora. Na tunafanya hivi kwa mpango, na tumehakikisha hatukubali tu Mkenya atoke Kenya aende tu kiholela, hapana. Leo tunajua kama serikali tumesign bilateral labor agreement na nchi yeyote Mkenya anaenda kufanya kazi. Huyo Mkenya kabla hajaondoka hapa tunajua anaenda kufanya kazi gani, analipwa pesa ngapi, ni nchi gani, na kikiumana sisi tutamshughulikia kwa njia gani arudi nyumbani. That is what we have done. Watu wa Nyeri tunaelewana? Tunaelewana? Na tukasema mbali na kazi pia lazima tupangane na biashara. Kwanza tukasema hakuna biashara inaweza kuendelea kama mtu amewekwa kwa ile kitu inaitwa CRB. Watu wengi hapa Kenya walikuwa wamewekwa ndani ya CRB. 7 million people. Naambiwa wewe ni mtu mbaya, umekopa pesa, umeshindwa kulipa. CRB ukitaka kwenda kuregister nini, unaambiwa hapana, wewe ni mtu mbaya, ulipa madeni. Tukaenda tukanegotiate watu 7,000,000 tukaondoa kwa CRB. Tukaweka hustler fund. Tukasema kama mtu anataka kukopa 500, 1,000, 2,000, 3,000, hakuna haja ya kwenda kusumbuana kwa bank, wewe enda kwa simu. Simu yako tu hapo nyumbani. Hakuna logbook inatakikana. Sio lazima ujue chief. Sio lazima ujue mjumbe. Simu yako tu na wewe unaenda hustler fund, unakopa 500 unasonga. Unakopa 1,000 unasonga. Unakopa 2,000 inasonga. Mpaka saa hizi unaweza kukopa 150,000 kwa hustler fund bila ya kuulizwa maswali na mtu yeyote. Hapa kwa hii mkutano hata sihitaji kusema nani yako na account ya hustler fund.
Kwa hii mkutano kila mtu hapa, kila mtu wako na account ya Hustler Fund kwa hii mkutano. Hiyo ndio ukweli. Ni kweli ama si kweli? Kila mtu wako na, sijasema yule amelipa ama yule hajalipa, nasema yule mtu wako na account ya Hustler Fund. Si kila mtu hapa ako na account ya Hustler Fund? Ama namna gani? Kwanza nyinyi watu wa Nyeri mko mbele sana. Nilisema juzi, watu wa Nyeri ndio number 1 Kenya mzima. Nyeri County number 1 in the whole country. Nyinyi mnanisikia? Watu wa Nyeri ni watu, you are people of integrity. I must say this. Unajua kuna watu wengine wanachukua hiyo pesa, wanaenda wanakula, wanakosa kulipa. Lakini watu wa Nyeri, they are number 1 kwa kukopa pesa na kulipa na biashara. Mujipigie makofi watu wa Nyeri. You are the best. Neguo, juzi tumesema tutafute vijana. Kuna vijana wengi wako na biashara ndogo ndogo, nahangaika kidogo. Nikapanga na watu wa World Bank, nikawaambia mtusaidie pesa kidogo, tusaidie hawa vijana. Tumepatiwa bilioni 5 pesa ya serikali. Na nimesema hii bilioni 5 tutatafuta vijana 1,100 Kenya mzima. Tuwapatie kila mmoja wao 50,000 wasukume biashara yao. Nilikuwa hapa Nyeri last week. Ni kweli Kabiro ino pale? Ni kweli ama si kweli? Yes. Nikatoka hapa Nyeri nikaenda pale Machakos. Mimi naelekea Meru. Mimi nitaenda Coast. Nitamalizia kule Nyanza. Nilianza kule Kakamega. Nikakuja Nakuru hiyo, nikaenda Eldoret. Mpaka tupate vijana 1,100. Na tuwatupii tu pesa, tunawazungumzia. Na tunawafundisha. Na tunawasomesha. Nyinyi mnanielewa? So that even as we create opportunities for people to work, we also create an environment for people to do business. And we support those who are doing business. Na tuko na nafasi zingine nyingi ambazo tunaendelesha kuhakikisha ya kwamba ile bottom up tulisema isiwe ni bottom up ya maneno, iwe ni bottom up ya ukweli. Kwa sababu tumesema yule kijana hata masomo yake si haitoshi. Pia na huyo tunampatia pesa 50,000 asukume biashara yake. Kwa sababu biashara saa zingine sio lazima ujue Kiingereza. Si ndio? Sio lazima ujue Kiingereza, kwani kuuza mahindi ama kuuza duka inahitaji Kiingereza? Si inahitaji kuhesabu, tunaweza kuhesabu kwa Kikuyu, kwani iko shida gani? Ama si hesabu iko kwa lugha yote? So tuendelee namna hiyo. Ndio ikue truly bottom up. Kwa sababu nafasi ya leo nilikuwa nataka niwapatie report card kidogo. Hiyo ndio kazi mulinipatia na ninashughulika nayo. And I promise you, I will not let you down. Kura yenu mumenipatia haiwezi kupotea. Nitaishughulikia, nifanyie kazi. Ningeenda mahali pengine, wacha niseme ingine moja. Muliniambia economists wanatueleza ya kwamba investment is a function of savings. Biblia ikasema mzazi mwerevu anaweka hazina ya mtoto wake na watoto wa watoto wake. Si ni kweli? Nikasema, na tulianza hii program na Uhuru 2013 wakati tulifika ofisini. Mimi na Uhuru tukasema nchi zingine ziko na program ya saving. Kenya yetu hii
iko nyuma. Imagine ati Social Security Fund ya Kenya ni ndogo kuliko ya Uganda. Uchumi ya Uganda ni nusu ya uchumi ya Kenya. Social Security Fund ya Tanzania ni kubwa kuliko ya Kenya. Kwa sababu gani? Sisi tuliamua ati akiba yetu tunatoa 200 shillings. Iliamuliwa almost 40 years ago. Mimi na Uhuru tukasema, let us do what other countries do. Wacha tubadilishe sheria, badala ya shilingi 200 tuweke 6% ya salary ya mtu, na serikali pia itolee 6%, mfanyikazi atoe 6%, employer atoe 6%. That is what happens. Tanzania employer anatoa 10%, employee anatoa 6%. Uganda employer anatoa 10%, employee anatoa 10%. Kenya tulikuwa tunatoa 200. Hata ile mkutano ya kina mama ya merry go round, hata 200 siku hizi bado inatosha. Ati sasa mtu ana earn pesa 1,100 anaambiwa weka akiba 200 shillings. Ndio unaona mtu ana retire, anafanyiwa hesabu ya hiyo 200 yake inakuja 70,000. Analipwa 70,000, anatoka kazini, anaoa bibi mwingine, baada ya mwaka 2-3 amekufa. Kwa sababu ya stress. Mtu amezoea mshahara kila mwezi ikipotea sina. Ilisemekana Kenya ni nchi namba 98 karibu mkia ya old age poverty. Mtu akishakuwa mzee anakuwa maskini. So tukasema wacha tubadilishe sheria ya NSSF. NSSF tulikuwa tunatoa 200. Imagine mimi rais analipwa 1 million, lakini NSSF anaambiwa atoe 200 shillings. Yaani sasa hii akili gani? Tukabadilisha 2013. Ule Atuoli na yeye akatupeleka kotini. Ikakaa kotini, wakati karibu tupate Atuoli, BBI ikaanza. Akakuwa rafiki ya Uhuru. Ile kusukuma yeye tukashindwa. Lakini bahati mzuri mimi nikakuwa rais. Sasa wakati nimefika ofisini, wiki moja peke yake nikaita Atuoli. Bwana Atuoli kuja. Si unajua mimi sasa ndio kusema. Ambia wewe, yani unatusumbua Kenya hii kwame kwa shilingi 200. Dunia ingine inasonga. Imagine mpaka watu wa Tanzania, NSSF ya Tanzania imekuja kujenga nyumba Upper Hill hapo Nairobi, ghorofa 27, kwa sababu wako na pesa nyingi kuliko sisi Kenya. Sisi tumekwama kwa shilingi 200. Nikamwambia Atuoli hiyo mchezo wachana naye. Atuoli akaona mambo si hivyo. Tukaenda tukapangana, kesi ikatoka kotini, tukarudi kwa mtandao mzuri. Leo nataka niwapatie habari. Leo mimi nataka niwapatie habari. Mnasikia? Watu wa Nyeri mnasikia? From independence mpaka 2023 tulikuwa tumekusanya 320 billion, 312 actually billion pale kwa NSSF. 312 billion from 1960 mpaka 2023. Lakini in 2 years, miaka miwili, ile 312 saa hii ni 670 billion. Miaka ngapi? Miaka 2 peke yake double pesa tumekusanya for 60 years. We have doubled it in 2 years. Kufikia next year 2027 itakuwa 1 trillion. Mnanielewa? Mniambie in 10 years tutakuwa na pesa ngapi pale? We will have trillions. Na unajua ni kwa nini? Hii pesa tunaenda kukopa China
ni kwa sababu China they save 55% of their GDP. Sisi tunakula pesa yetu yote, tunabakisha 200. Alafu tunatoka hapa tunaenda kukopa pesa ya China. Alafu China tunaanza kulipa China. Saa hizi wakati nimechukua nafasi tunalipa $1 billion every year China. Yani unaona ile ujinga iko hii dunia. Yani pesa yako yote unakula. Unaenda kukopa ya mtu mwingine. Huyo anakulipisha interest. Unamfanyia kazi mpaka unakuwa maskini. Anyway. So sikizeni. Sikizeni. Mimi nimeenda China, nimetafuta huyo mtu ya China, nikamwambia please. Kaketi chini na rais wa China. Tawaambia vile tulikubaliana. Leo mimi nasimama mbele yenu, nataka niwaeleze. Miaka 10 ijayo Kenya hii hatutakuwa tunakopa pesa ya watu wengine. Tutakuwa na pesa yetu. Hata tukihitaji pesa ya barabara tutakuwa tunaenda hapo NSSF, tunakopa pesa yao, tulipa interest 5%. Hata hiyo 5% haiendi nchi nyingine, inabaki hapa Kenya, inaenda kwa wale watu wako savers. That is how we grow a nation. Hivyo ndivyo nchi inabadilika. Hauwezi kubadilisha nchi kwa kuwa mjinga wa kwenda kukopa madeni. You build your own savings. You build your own reserves. And that is what we didn't do. Kwa sababu gani? Makelele ya siasa, kotini. Kama mimi singekazia macho huyu Atuoli, tungekuwa tumedouble hii pesa ya NSSF sahi. Tungekuwa bado tunang'edhia tu na kuzunguka hapo. So, I am telling you, ndio muamini ya kwamba tunaweza kubadilisha Kenya. Na sisemi kwa sababu ya uchaguzi inakuja, hapana, hiyo uchaguzi nyinyi mtaamua. Lakini lazima tubadilishe nchi yetu. And it is possible. We don't need to do any miracles. We just need to do the right things. Na Kenya itabadilika. Neguo kana tiguo. Mnanielewa? That is it. Na mimi nazungumza na nyinyi kama viongozi na kama Wakenya. Tuelewane ili tuweze kubadilisha taifa letu. Wacha niseme mambo mawili ama matatu ya mwisho. Hapa Nyeri. Nimewaambia mambo ya Kenya mzima. Lakini niko na maneno ya Nyeri. Hapa Nyeri tulikubaliana na nimeketi chini na viongozi wenu wa Nyeri. Mambo ya mabarabara zenu za Nyeri hapa. Barabara zote za Nyeri nimeketi chini na hawa viongozi. Kuna barabara nyingi zilikuwa zimekwama. Lakini I want to confirm to you, last year tuliweka pesa ya budget. This year tumeweka pesa shilingi bilioni 4 ya watu wa Nyeri kujenga barabara. Hii barabara ya kutoka Kenol Thika huko kuja mpaka hapa Maroa. Sio barabara 2022 ilikuwa imefika Makutano. Saa hii siko roundabout kubwa hapa Maroa. Mumeiona ama mjaiona? Si barabara imefika hapo? Na mimi nataka ikimalizika hapo, nimekubaliana na hawa viongozi, hiyo barabara haikwami hapo. Inaenda mpaka Nyeri, inaenda mpaka Kiganja. Hiyo dual carriageway. Kwa sababu lazima ifike Nyeri na ifike mpaka Kiganja. Hiyo mnanielewa? Na haikwami hapo. Mulisikia nimetangaza ya kwamba kutoka hapa Maroa sasa tutazungusha mpaka ifike Isiolo. Na ile ilikwama Makutano, ile ya kutoka Makutano, itatoka Makutano, itaenda Embu, itaenda Meru, itaenda Maua. Na itaikutanisha dual carriageway. Nimesema kwa sasa nyinyi watu wa Nyeri mkienda Nairobi, mkifika hapo Thika, baada ya Kenyatta University hapo, jam imeanza tena. Ni kweli ama si kweli? Si pale kuelekea Nairobi imeanza jam. Sasa nimesema mwaka huu nataka kupandisha gorofa hapo
kuwe na expressway kama ile ya kutoka Jomo Kenyatta Airport ya kuja Nairobi. Tuweke expressway hapo mpaka ifike Museum Hill. Ndio nyinyi mkienda Nairobi, mnaenda safari ya rahisi. Mnanielewa? Hii barabara imetusumbua miaka nyingi ya kutoka hapo Rironi kwenda na watu wa Nakuru wanalala barabarani. Hiyo barabara nimeanzisha kilomita karibu 170 na mimi nimesema kabla ya June next year hiyo barabara tutakuwa tumekamilisha, tumefungua, inatembea. Nyinyi mnanielewa? Tuko na barabara nyingi, tuko na barabara za Othaya almost 46 kilometers. Tumefikisha almost 40%. Nimeweka pesa ya kutosha, nimekubaliana na Mheshimiwa Wainaina wa Mbugu ya kwamba hizo barabara lazima tumekamilisha. Nilikuwa huko juzi. Tumekubaliana na mjumbe wa Kieni ya kwamba barabara za Kieni we have almost barabara za Kieni huko tumeweka pesa ya kutosha, tutazikamilisha. Nimefanya mkutano na yeye. Hii Madira yetu hii. Si mimi ni mkaaji wa hapa Madira? Hii Madira yetu hii tumekubaliana barabara hizi zote na nimeambia huyu mbunge wetu. Hata nilikuwa namlalamikia ya kwamba hii barabara isikwame hapo. Nataka isukumwe mahali pale ule deputy wangu wa zamani nilitengenezea yeye barabara ikafika kwake. Si ndio? Kwani barabara ya kwenda kwa Rigathi nani ametengeneza? Si mimi ndio nimetengeneza? Alafu so unajua hata saa zingine ukiona saa zingine namwambia ule mwingine ule mtu ya kwenda huko ule mtu ya Seikuru ya 40 years, si alikuwa naibu ya rais ya Mheshimiwa Kibaki? Mimi nataka niwaulize watu wa Nyeri, kama huyo mtu angemuuliza tu rais Kibaki, tafadhali barabara ya kwenda kwangu ya vumbi, si Kibaki angemjengea? Kwani Kibaki alikuwa mtu mbaya? Si alikuwa mtu mungwana? Lakini unajua akili ni shida. Problem kubwa. Sasa nyinyi watu wa Nyeri, mimi nataka niwaulize. Mimi nilikuwa waziri wa kilimo wa Mheshimiwa Kibaki. Si ndio? Nikiwa waziri wa kilimo wa Kibaki, nilikuja hapa mara nyingi. Mambo ya kilimo nilikuja, mambo ya kanisa nilikuja, tukajenga makanisa na nyinyi, nikakuja tukajenga mashule na nyinyi, ama namna gani? Si ni kweli? Yule alikuwa naibu wa rais wa Kibaki, si alikuwa mtu si akungeti, hata hakuja hapa Harambee, hakuja shule, hajajituma anything. Mpaka hata barabara ya kwenda kwake bado ni vumbi. Alafu wewe mtu ya Nyeri, mimi nataka nikuulize, mtu hana akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atakuwa na akili gani ya kupanga barabara ya kuja kwako? Hakuna akili ya kupanga anything. So let us not waste our time. These people, they don't know anything. Ni watu tu bure. Anyway, wacha nisiseme sana. Hawa ni watu viongozi pia. Tuko pamoja jameni? So barabara zenu, watu wa Nyeri, nataka munisikize kutoka kwangu. Barabara zenu tutatengeneza. Na sio ile tumeanzisha peke yake. Barabara zinaendelea hapa Nyeri ni 700 kilometers. Lakini katika ile mpango yangu ya 28,000 tunataka tuwaongezee barabara ingine kilomita 500 ya watu wa Nyeri. Na nitaketi chini na hawa viongozi wenu tukubaliane hizo priority list ya barabara mpya za Nyeri ni gani. Barabara ya Mau Mau Lot 3 ya kuunganisha Othaya, Kieni, Othaya pamoja na Kieni hapa kilomita 100. Hiyo barabara ya Lot 3 ya Mau Mau imefika almost 60%. Imebaki sehemu kidogo. I want to give you my assurance, tumeweka pesa shilingi bilioni 2 kwa ile barabara zote Rais Uhuru Kenyatta alianzisha kilomita 600 ya Mau Mau hapa Mlima Kenya. Nimeweka pesa kuongeza hiyo Mau Mau roads. Wacha niseme hapo, Mau Mau roads nilipata ikiwa 20%. Si ndio?
Uhuru Kenyatta alianzisha, akajenga 20%, akaretire. Mimi nimekuja saa hizi, hizo barabara zote za Mau Mau iko between 60 and 70%, na kabla ya next year nitakuwa nimekamilisha zote. Tunaelewana? So hakuna barabara ama project itakwama hapa mimi nikiweko. That is my job, kuhakikisha ya kwamba tunazikamilisha. Na nimesema hospitali yetu ya Mwai Kibaki hapo Othaya tulijenga, nikakuta kidogo iko na mahali ya kurekebisha. Nimetengeneza board mpya ya Mwai Kibaki Hospital, na nimeweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga another wing. Juzi nilikuwa Nyeri, huyu governor mheshimiwa wangu bwana Madenge TMM wakaniambia ya kwamba PGH ile hospitali kubwa ya Nyeri iko chini, na iko chini kweli. Nikakubali ya kwamba nitawapatia shilingi milioni 500 ya kuupgrade. Lakini wakati nilifika ofisini wakaniambia ya kwamba walifanya mchoro namna hii, ikasemekana 500 million pengine haitatosha. Nimeongeza iwe shilingi bilioni 1 ya kuinua hospitali ya PGH. Nyinyi mnanielewa? Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba ile program ya stima Neguo, ile program ya stima ilikuwa kidogo imeenda chini. Nyinyi mlinipatia muungwana anaitwa Alex Wachira, yuko hapa. Huyu kijana wenu ni mtu wa bidii. Yeye ni PS wangu wa kuunganisha stima. In 3 years, huyu ataconfirm, in 3 years tumeunganisha manyumba 32,000 hapa Nyeri na huyu muungwana, na tuko na pesa yenu 1.4 billion ya kusukuma hiyo kazi isonge mbele. Na bwana Wachira, usinikosanishe na hiyo watu please. Hao watu wanataka stima kwao. Kuna watu hawajafikiwa na stima, si ndio? Si huyu jamaa nisaidie, unisukumie kabisa. Na pesa ikiisha utakurudi kwangu, nitapangana na wewe ndio tuone vile ya kusonga mbele. Hii Nyeri, nataka msikie watu wa Nyeri, kwa ile program yetu ya housing tumewapatia shilingi bilioni 21, 21 billion pesa. There is no single program in Kenya's history that has put 21 billion in Nyeri County. Tumewapatia bilioni 13 ya affordable housing. Hiyo program inaendelea. Tumewapatia bilioni 3.2 ya kujenga hostels ya watoto 7,200 kuanzia shule yetu ya Kimathi University, shule yetu ya Karatina University, na zile TVET ziko hapa na KMTC ziko hapa. Tumewapatia pesa shilingi bilioni 1.8 ya kujenga masoko 18 hapa Nyeri. That is money we have allocated and the programs are going on. Tumekubaliana tunaendelea namna hiyo. Tumekubaliana vile vile ya kwamba zile programs zingine zote tutahakikisha kwamba zinatembea. So watu wa Nyeri, mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi. Nyinyi ni viongozi wa chama ya UDA pale mashinani. Tuliunda hii serikali ya UDA na Kenya Kwanza pamoja na nyinyi. Hii kazi nimewaeleza hapa, sio ya kwamba inafanyika Nyeri peke yake. Inafanyika Nyeri, inafanyika Mlima Kenya,
inafanyika Pwani, inafanyika Bonde la Ufa, inafanyika Western, inafanyika Nyanza, inafanyika Northeastern, inafanyika kila mahali. Barabara ya kuunganisha Northeastern na Kenya, tunajenga kilomita 700 kutoka Isiolo mpaka Mandera kuunganisha Kenya. Tunajenga reli. Ile reli ilikwama pale Naivasha, naenda kuanzisha next month, mwezi wa pili. Niende Kisumu, iende Malaba, iende Uganda. Airport ambayo imetusumbua miaka yote, nilitangaza jana ya kwamba tunaanzisha, na kabla ya mwezi wa 4, mwezi wa 5 tutakuwa tumeanza kujenga hiyo airport, kwa sababu lazima tubadilishe Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Na ndio mimi nawauliza watu wa Nyeri, mimi niko tayari, mimi nimepangana na nyinyi, na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Mimi siwachani na nyinyi, muanze kujipanga. Mimi siwachani na nyinyi, mjipange. Nyinyi mnanielewa? Kwa vyovyote, juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma, hatuwachani, tunatembea pamoja. Yaani sasa niwaulize nyinyi watu wa Nyeri, kweli mimi nimetembea hapa nikiwa waziri wa kilimo wa Mwai Kibaki. Mimi nimetembea hapa nikiwa deputy wa Uhuru Kenyatta. Mashule tumejenga pamoja, makanisa tumejenga pamoja, miradi tumefanya pamoja. Alafu ati mtu akuje hapo aseme Kasongo one time must go, ati ndio urafiki yetu iharibike? Hiyo ni kuota ndoto ya mchana. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja? Sikizeni watu wa Nyeri. Mungu amenisaidia kwa kura zenu nikawa kiongozi wa Kenya, si ndio? Na tuko na mpango ya kubadilisha taifa letu. Na mimi nataka mjue, uongozi, siasa, maendeleo haifanywi na makelele, haifanywi na chuki, haifanywi na kiburi, haifanywi na ukabila. Inafanywa na unyenyekevu, inafanywa na uvumilivu, inafanywa na kujituma, inafanywa na kuunganisha Wakenya, na inafanywa na kuunganisha taifa lote la Kenya. Nyinyi mnanielewa? Urafiki inatengenezwa. Mimi mumenipatia kura zenu. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu ya urafiki tumejenga, sio kwa sababu ya uadui. Si kulikuwa na uadui mara zingine, lakini tumerekebisha mpaka imekuwa urafiki. Mkanipatia kura zenu, Wakenya wakanichagua, nikawa kiongozi wa taifa hii. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba uongozi katika taifa letu la Kenya, maendeleo katika taifa letu la Kenya haiwezi kutengenezwa kwa fujo, kelele, chuki, ukabila, vita. That cannot make any leadership. It cannot foster any unity, and it cannot create any nation. Mnanielewa? Kwa hivyo mimi nataka mjue tunatembea hii safari pamoja. Na mimi sio mtu ambaye nimeharibu nafasi yenu. Mimi sijaharibu kura zenu.
Mimi sijaharibu nafasi mmenipatia. Yale mambo yote nimesema hapa mnaweza kudhibitisha. Tunaelewana? Na sio hiyo peke yake. Mbali na timu yetu, pia nimetafuta urafiki na watu wengine wengi wa Kenya, ndio tuweze kuwa na umoja, ndio kazi yetu iwe rahisi ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Nyinyi mnanielewa? Nataka mnisikize vizuri. Nataka mnisikize vizuri. Kuna changamoto mingi Kenya, lakini ndani ya hiyo changamoto pia kuna nafasi. In the middle of the challenges we have as a nation, therein exists opportunities for us as a nation. Hata wakati tulikuwa na changamoto ya mambo ya taifa letu la Kenya, pale ndani kukatokea opportunity ya kuunda serikali ya kuwajumuisha Wakenya wote. Leo tuko na serikali ya broad based. Mmewahi kuona maandamano mengine kwa barabara? Mmeona fujo inaendelea? Mmesikia kelele inapigwa? Yes, kwa sababu inside the challenges that we have, we must look for opportunity to take Kenya forward so that we don't succumb to the challenges we have as a nation. Instead, we must look for where is the opportunity, even in the middle of any challenge, to move the country forward. Sikizeni. Mbali na chama ya UDA na Kenya Kwanza, hata wale hawakutupigia kura, hata wale walikuwa wanapinga sisi, safari hii watapiga kura na sisi. Mmesikia? Naona wacha nirudie. Wacha nirudie. Nimewaambia siasa, uongozi, maendeleo haitengenezwi na makelele, na fujo, na uadui, na chuki, na mambo ya ukabila. Siasa, uongozi na maendeleo inatengenezwa na urafiki, na utangamano, na ushirikiano, na mambo ya kuunganisha taifa. That is how leadership, development and politics is played. Mimi nikikosa kura ya Nyanza, kura ya Nyanza tulipata 2022, tulipata ya Western, tulipata ya Coast, tulipata kidogo. Sasa mimi nataka niwaambie, safari hii 2027 tukikosa ya Nyanza ni kwa sababu ya kuzembea kwetu. Tukikosa ya Western ni kwa sababu hatujajipanga. This time round, nataka mnisikize vizuri, hii 2027 ile kura tulipata wakati ile, tunataka times 2. Tunaelewana? Neguo kana tiguo? Neturai kuidhania? Munanielewa? Wacha nirudie. Wale ambao kwa urafiki na kutumia akili, sio kutumia fujo, sio kutumia makelele, sio kuweka chuki, sio kuweka ukabila, wale hawakupiga na sisi 2022 watapiga na sisi 2027. Tunaelewana? So, na mimi siwezi kubali ati mtu akuja akoroge watu ya Nyeri, awaambie Kasongo sijui nini, Masugo sijui nini hapa, siasa ya bure. Nyinyi mkipima, nyinyi ni watu wazima. Nyinyi mkipima, wale watu mimi nashindana na wao, wako na mpango?
wanaendesha siasa yao ni makelele, siasa yao ni ya chuki, anatukana huyu, unalete fujo kwa ule, hasira mingi, huyu ni tugunia, ule ni sijui gonde sijui nini, ule sijui ni nini. Hiyo how are you going? Utajenga siasa, utajenga urafiki, utajenga serikali kwa kutukana watu, kwa kufanya fujo, kwa kugawanya watu, kwa kuendesha ukabila? Please, watu wa Nyeri, please, mimi nawauliza. So hii chama ya UDA mumesikia, mulisikia tulitangaza juzi chama ya UDA. Sasa tutaenda kuketi chini na chama ya ODM, tupangane. Haya, kujeni hapa tupange, tutengeneze serikali, Kenya isonge mbele. Kwani shida iko wapi? Shida iko wapi? Si nia ni kuunganisha watu wa Kenya wote. Na mimi nataka niwaeleze, leo tuko na serikali ya broad based. Hakuna kitu wa mlima, watu wa mlima wamepoteza. Barabara ya Nyeri itajengwa, barabara ya Kisumu itajengwa, barabara ya Mombasa itajengwa, kwa sababu tuko na mpango ya kutosha. Shida ya Kenya kwa muda mrefu ni sharing the small cake we have. We now have a strategy on how to bake a bigger cake where everybody is going to share. Sikizeni watu wa Nyeri. Program ya housing inaendelea Nyeri. Program ya housing inaendelea in every part of Kenya. Ukienda Mandera, the largest development ni affordable housing. Ukienda Kisumu, the largest program ni affordable housing. Ukikuja Nyeri, ukienda Kiambu, ukienda Nairobi, ukienda Eldoret, ukienda Nakuru. So we can develop the whole of this country equally. Sio lazima mtu mmoja akose ndio mwingine apate. Hapana. We can get it all of us. And that is my plan, and that is my strategy. Na nyinyi ndio mlianzisha hii maneno, si ndio? Tulianza kuzima ukabila wapi? Si nyinyi watu wa mlima ndio tuanzisha kuzima ukabila? Mkanipigia kura ama namna gani? Sasa mnataka turudi kwa ukabila ama tuende mbele kuunganisha Kenya? Si tunaenda mbele kuunganisha Kenya? Yes, you voted for me not because of tribe. You voted for me because of the plan and because we had an agenda. Ile kitu mutakuja kuniuliza, si ndio? 2027. Ile kitu mutakuja kuniuliza, tulikupatia kazi, wapi report card? Si nimetoa report card hapa ya half term. Mimi niko na report card ya next year. Na ndio nimesema kila kiongozi achaguliwe, sio kwa sura, sio kwa matusi, sio kwa vitimbi, achaguliwe kwa kazi amefanya. Kila kiongozi, kuanzia mimi. Nego kana tiguo. Ama huku Nyeri mnachagua viongozi kwa sababu gani? Si kila mtu achaguliwe kwa sababu ya kazi? Vitimbi, sarakasi, one term, vitimbi ya sijui Kasongo, sarakasi ya one term. Hiyo hapana platform ya kuchaguliwa. Nyinyi mtakuja kutueleza agenda yenu ni gani, plan yenu ni gani, sera yenu ni gani, kazi gani mmefanya. Hawa wananchi wataamua. Nego kana tiguo. Tuko pamoja? Tunaelewana watu wa Nyeri? Nyeri hoye! Nyeri hoye! Hebu nione wala wanasema tumekubaliana. Harambe! 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 UDA! 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 Tumeelewana? Neguo, si tumesema kazi ni kazi. Kila mtu achaguliwe na track record yake.
Kila mtu achaguliwe na ile kazi amefanya. Tumekubaliana? Hakuna haja ya maneno mingi. Sijui nini wanafikiri watafute watu ya kutisha. Sisi hatuwezi kutishwa na kelele na sarakazi na vitimbi. Hapana, hapana, we are focused. Na sikizeni watu wa Nyeri. Mimi niko na imani na mimi najua tuko na uwezo kama taifa ya kutoa Kenya hapa tulipo tuipeleke first world. Na haitachukua muda mrefu. It will not take long. It will not take long. Mkiona ile kazi tumefanya pale NSSF, we have doubled, we are tripling our contribution in NSSF. Mkiona ile kazi inaendelea kwa affordable housing, kwa market, mkiona ile kazi inaendelea kwa mambo ya SHA, hii Kenya in a very short while itabadilika, tutakuwa first world country. Nimesema kuanzia mwaka huu, na mtaona in the next 2-3 months, miezi miwili, miezi mitatu, mama kuna mama amesema hapa tunajenga hiyo Talanta Stadium, iko tayari, si ndio? Na hatujakopa pesa ya mtu, tumejenga. Bomas ambaye ilikuwa tulizungumzia miaka 30 itakuwa tayari by April. Tutakuwa tumejenga the largest conference facility in Southern Africa. Hapo Bomas. Ninyi mnanielewa? That is how to transform a nation. Hivyo ndivyo nchi inabadilika. Nchi haibadilishwi kwa vitimbi na sarakasi na chuki na ukabila na kiburi. Hapana. Inabadilishwa na mipango na miradi ya maendeleo na agenda na sera ya chama. Na ndio sababu hiyo vile tulikubaliana ya kwamba tunapiga kura sio kwa sababu ya kabila ya mtu, tunapiga kura kwa sababu ya mpango na sera ya maendeleo. Vile vile tunasongesha sasa. Nyinyi mnajua ni kwa sababu gani tunatengeneza hii chama. Nataka niwaeleze. Why is this political party important? This political party is important because to transform a nation goes beyond one person. It goes beyond one term. It goes beyond one president. It goes into several years. And that is why a political party is the most important instrument in making sure that we have continuity, in making sure that we consolidate whatever plan for the transformation of a nation in institution of a political party, so that we can implement this manifesto of UDA beyond William Ruto, beyond the next term, into another term and another term as we go into the future. Nyinyi mnanielewa? Sababu hiyo ndio chama ni ya muhimu, kwa sababu inaunganisha Wakenya kuzidi kwa sababu sisi tunatoka dini tofauti, tunatoka communities tofauti, lakini ndani ya political party sisi tunaungana, tunakuwa one team ambaye ni ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. UDA hoye! Watu wa Nyeri mko salama? Tumekubaliana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tusonge mbele, tusonge mbele? Mnasema tuendelee? Tuendelee mbele? Mwisho kabisa, mimi nataka niwaambie jameni, mimi naomba urafiki yetu ambaye tumejenga iendelee mbele. Mimi nataka niwahakikishie ile kazi mlinipatia nitafanya na bidii, na tutahakikisha kwamba tunabadilisha Kenya, na nitaunganisha hawa viongozi wote, na nitaunganisha taifa lote la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Tumekubaliana? Tuendelee pamoja, si ndio? Nyinyi mtachunga chama hapa Nyeri? Mtaweka chama imara hapa Nyeri? Ndio tuunganishe na Wakenya wale wengine wote. Hebu nione wale wanasema tutachenga chama hapa Nyeri. Harambee! Harambee! UDA! UDA!
UDA, kazi ni kazi, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Hey, naona imeshika. Tumekubaliana? Msema tutatembea pamoja. Si namna hiyo? Na tafadhali msikuwe na wasiwasi. You know, mimi si mtu wa fujo, mimi sina maneno hiyo ingine yote. Nyinyi mmejionea wenyewe. Si mmejionea wenyewe? Vile maneno inaendelea. Hiyo dunia ingine yote. Si mmejionea? Mmejionea. Unajua Waswahili wanasema chema cha jiuza. Kwa sababu unaweza kuficha uongo, lakini mwisho itajitokeza. Tunaelewana? Si watu wanaongea tu mpaka mmejipimia wenyewe. Unaongea mpaka watu wanagundua, ala, kumbe si vile tulikuwa tunaambiwa. Kumbe ni hivi, maneno ndio hivi. Si nyinyi mnajijazia wenyewe? Si ndio? So sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimesema asante sana. Mimi nawaambia watu wa Nyeri, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Mimi kama vile mulinipatia nafasi, na mulisema mulinipatia nafasi sio kwa sababu ya mahali nimetoka, ni kwa sababu ya agenda ya taifa letu la Kenya, na nitaunganisha taifa letu la Kenya ndio tuweze kutembea pamoja. Mimi nasema asante sana. Nawapenda sana. Tuihamue. Mwathani amurathime. Na Mungu awabariki sana. Nawapenda. Asanteni sana and God bless you. Wapi nuru ya rais wewe? Kabla rais hajatoka. Kai wako we wa magegania, Kai wako he, Kai wako we wa mage, arogoswo, arogerwo he, orogerwo we wa magegania, orogerwo.